Bwana Yesu asifiwe. Unashusha wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni hatari kubwa. Wewe vaa tu gauni yako vizuri. Yaani wewe kama mzuri, ni mzuri tu. Bwana Yesu asifiwe. Usianze kuforce. Bwana Yesu asifiwe. Usiforce maisha. Bwana Yesu asifiwe. Usiforce nini? Maisha. Uzuri waga hatuforce. Uzuri hatufanye. Hatuforce. Maana hayo yanakusababishia wewe unaingia katika hali ya tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiingia katika hali ya tamaa unakufa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Unashinda. Mtu aende kanisani kwa sababu sketi yake ile fupi ambao fupi ile haipo. Haji kanisani. Hataki ambaye ndefu. Lakini anayo. Tuwe makini kwenye fashion. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe makini na nini? Na fashion. Nenda na fashion, ila nenda na fashion zilizo nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Sikukatalii kwenda na nini? Na fashion. Ila nenda na fashion ambazo ni nini? Ni nzuri. Hiyo ajenda ambayo ipo ya kumwacha mwanadamu wazi. Hiyo ajenda imeanza Ufaransa pale. Lakini isikufikie wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka wameweka sikukuu ya kutembea uchi. Sikukuu, yaani kuna sikukuu kule Ufaransa ya kutembea nini? Siku hiyo mji mzima wanatoka wanakimbia. Yoki. Mchaka. Kwa hiyo tunakoelekea sio kuzuri kiasi hicho. Ukikosa hofu ya Mungu leo, watoto wako watashinda kustahimili kesho. Bwana Yesu asifiwe. Isiendelee hapo kwenye fashion, ila tuwe makini na utandawazi wa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Nikaribishe maswali tumalize. Karibu maswali. Mimi nataka tu kuongezea kidogo kwenye utandawazi kwamba sasa hivi kuna mashirika au makampuni ambayo kama wakitaka kuajiri wanaenda kwenye Facebook wanaangalia nini. Kwa hiyo nadhani kwa watu wa Mungu sisi tuna hekima kubwa kwa watu wa dunia. Kwa hiyo hatuweki vitu ambavyo vinaonyesha kwamba wewe una matatizo ya psychology au ya kimahusiano na watu au ya kadi na unasema nini kwenye jamii au unasema nini kuhusu siasa. Kwa hiyo vitu vyote wakati fulani vinawafanya watu wasipate ajira. Unafanya interview vizuri, lakini wale jamaa wakienda kwenye Facebook yako, kwenye Instagram yako wakaangalia, wanaenda kadi decide kwamba either wachukue au waache. Wewe sijui kama Tanzania ina nguvu sana, lakini kwa wenzetu ina nguvu mno. Na wakitaka kufuatilia watakwambia kipengele kinakuangusha. Sisi hatutaki mtu ambaye ana msimamo wa namna hii kwenye kampuni letu. Kwa hiyo nadhani hata kanisa Mungu atusaidie, na najua Mungu anatusaidia kwamba tunahitaji kujua vitu gani tunapost huko nje. Kwa sababu hivyo vinaonyesha hata uelewa wako kiroho. Mtu wa Mungu mmoja alipost kitu, afu mtu mwingine akacomment. Akawa ananiuliza inakuwaje mtu wa Mungu kama huyu anasema hivi? Sasa basi hiyo ndio uwezo, ndio level yake ya kiroho. Sitaki kumcriticize sana, lakini ni haikupendeza. Na huyu mtu alikuwa ananishirikisha kwa sababu alikuwa anajua namfahamu. Nikasema basi ndio ufahamu wake wa kiroho huko hivi. Kwa hiyo kama ulivyosema mtumishi wa Mungu, utandawazi si tu kwa ajili ya mambo ya kiroho, lakini pia hata kwenye masuala ya ajira au masuala ya tenda au masuala ya kufanya cooperation na watu wengine, kufanya biashara na watu wengine. Yaani mtu anachagua anafanya biashara na huyu mtu, ana comment nini kwenye status yake, ana vitu gani, anaonyesha vitu gani. Kwa hiyo hiyo inaweza kadecide ukafanya kazi na nani au usifanye kazi na nani. Nafikiri hiyo point ni msingi. Swali hapo. Ndio. Wazazi na walezi wana mchango gani kupitia teknolojia kuharibu watoto wao? Sawa. Wana mchango gani kwenye kuharibu? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo picha nilizungumzia kidogo Jumapili kwamba mzazi, mtoto amelilia anyonye, wewe unampa game.
wanazidi kuharibika hivyo hivyo. Anaendelea kucheza magame. Yaani mtoto leo ukifika muda wa kunyonya analilia game. Sio tena anyonya. Analilia nini? Game. Ndio uone dunia tuliko hapo. Kwa hiyo mzazi unaweza ukachangia kuharibika kwa mtoto. Na hii nazungumzia akiwa kadogo. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa mtoto mdogo, naomba hapa nikazie vizuri. Akiwa mtoto mdogo, angalia unampa kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Leo kuna kitu kinaitwa nguo za kitoto. Nguo za nini? Nguo za kitoto. Unakuta mtoto akiwa mdogo, watoto wadogo. Jamani, sikatai kweli mtikomo wavalishe visuali fulani hivi kwamba kuna baridi. Lakini unakuta katoto amekavalisha usikatoto, tena kakifika huko kanisani hata mkazingatii. Amevaa usiketi tunaninia huko hapo. Sawa, sikatoto bwana. Kachukua watu hapa hata wakazingatii. Wanapita kwenye sikanajichezea na katoto bwana. Katoto. Ndio kanakuwa nayo hiyo style. Hiyo style kanafanya nini? Akija mkubwa akapiga vile ya kikubwa, usije ukaanza kusema huyu hana heshima. Mtakusana. Bwana Yesu asifiwe. Mtagombana sana kwenye hicho kipengele, yaani mtakozana sana. Tangia mtoto wewe mwenyewe ulikuwa unamvalisha tunguo ambazo afanye hatueleweki. Afanye nini? Kwa hiyo tangia akiwa kadogo kanakuwa hivyo hivyo na kenye kanakuwa na fashion twake twa hivyo. Lakini mbona wewe uvai kama anaovaa yule mtoto wako? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe makini, angalia kitu unachovaa. Kuna mtu mmoja sana alivyokuwa anaomba, alikuwa anaingia na mtoto wake anaomba, anatikisa kichwa. Siku moja anakuta katoto chumbani kale, akajua hata kuongea lakini kanatikisa kichwa namna hiyo. Anaenda huko anazunguka anarudisha. Hata maneno akajua ufanye kutamka, lakini kamejifunza na nani? Kamejifunza bado hata kuongea hatawezi, lakini kako pale kana na kenye kanatikisa kichwa pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo na wewe katoto kadogo unakavalisha vinguo vya ajabu ajabu, ndio anakuwa hivyo hivyo, na akiwa mkubwa tena hata ziacha mpaka atakapokuwa mzee hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo inategemea na wewe mtoto unamleaje. Bwana Yesu asifiwe. Usimpe mtoto game. Akiwa mkubwa anaweza kushinda kwenye mabonanza. Leo wazazi wanahangaika. Mtoto yuko kwenye bonanza, sijui kwenye purunini huko. Yeye yaani ameshazoea magame. Tangia akiwa mdogo umempa magame, anazoea magame. Baada enough leo kuna mchezo, kuna magame, sijui anatoa hela, sijui anafanya. Hawezi kuja kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ngoja nikacheze PS. Atakuja kukukopa siku moja wewe mwenyewe mzazi. Akachezea game hela yako. Anakuambia kuna mchongo na usikilizia. Kuna kibarua lakini amekukopa, anaenda kucheza game. Bwana Yesu asifiwe. Atacheza huko magame. Wewe ndio chanzo. Unaanza kusema mtoto wangu sijui siku hizi amekuwa hana adabu, ulikuwa unampa game. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Niliwaambia Wayahudi mtoto akizaliwa kabla hajaendelea mbele, yule anakachukua na kaambia maneno kutoka kwenye kitabu cha Torati ya Musa. Anakaambia sikioni pale, bado hata akaelewi akawezi kuongea hata neno moja. Anakaambia maneno ya Torati ya nguvu mno. Na kanakuwa kakiwa hivyo. Unaona watu wanaolidi dunia kwa akili leo, kwa knowledge kubwa ni Waisraeli, kwa sababu wanacheza vizuri sana na watoto wao wale wachanga. Wako very sensitive, wako makini sana na mtoto yule mdogo. Lakini si leo tumekaacha. Ndio maana tunaomba kitoto kinarukaruka, mara kiko juu ya kiti, mara kiko huko mbele. Hakielewi, mahubiri yanaendelea hapo, kinapiga mweleka hapa, kinazunguka. Yaani hakina habari, hakijui habari ya ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtoto yule mwanake na nyumbani ibada haipo. Yaani ndio maana yake. Usije ukasema huyu ni mtoto. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Niliwatolea mfano dini moja iko kule China ya Wabudha. Katoto kadogo kabisa. Hiyo dini ya Wabudha. Kadogo kabisa kanajua hata namna ya kuingia pale mlangoni. Kanajua mgeni akiingia, kanampokeaje mgeni. Yaani akikaacha katoto kwenye tempo, hata uende wewe na akili zako na degree zako, kale katoto ukavuki kwenye sheria za pale tempo. Hauwezi katakwambia huko usiingie. Tulia hapo. Yaani kako makini kadogo kabisa hivi. Kwa sababu gani? Very sensitive na watoto wadogo.
Bwana Yesu asifiwe. Leo sio watoto wetu wanarukaruka. Yuko na simu. Mara simu amekuchukua mama, wewe unamwachiachia tu simu kubwa hizo. Yaani yeye yupo tu ana enjoy. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe makini sana hapo. Watu tunachangia, wazazi tuna mchango mkubwa sana kwenye kuharibu watoto. Na kwa sababu tunaharibu watoto na vijana, hivyo tunakuwa na vijana walio haribika. Baadaye tutakuwa na ndoa zilizo haribika. Baadaye tutakuja kuwa na wazee walio haribika. Baadaye tutakuwa na dunia iliyofanya nini? Haribika. Ndio utandawazi mkakati wake, na ndio siri inavyotaka hivyo. Makatuni unamwekea tu makatuni, yani yanaigiza vitu vya ajabu ajabu. Wewe ndio umeyawekea kila siku. Yaani kila siku wa mtoto bwana, ili asinisumbue akakae kwenye katuni. Mimi nafua ananisumbua sumbua. Unamwekea makatuni anachekesha chekesha. Siku atakuchekesha wewe akiwa mtu mzima. Bwana Yesu asifiwe. Na usije ukalaumu kwa sababu wewe unakuwa umechangia. Watu wa makini sana. Simu, TV yako kwa habari ya mtoto na nguo unazomvalisha mtoto wako. Wewe ni mtumishi, mvalishe nguo za kitumishi.